Kanisa lina kazi. Nilikuwa natazama mwenendo unapofikiri kuchangia na tunaponyamaza. Mimi ninalinganisha na gharama iliyopo ya kanisa kuwatoa watu kwa duniani wa vijana kuja kwa Yesu. Yaani mama, tuna kazi kwa sababu tuna kazi kwa sababu. Juzi kulikuwa kuna harusi moja, nikajaribu kumzuia. Kwa masikio yangu anasema mchungaji huyu anazingua. Tuna kazi kubwa wazazi. Na mimi nataka niwaambie, tuna hali mbaya ya Mungu. Waombaji ni Mungu mwenyewe kabisa. Tuna hali mbaya. Kwa haraka unaweza kuona watoto wa kike wapo. Lakini kwa haraka ukienda kusema anayestahili kuolewa ni chache. Kwa haraka vijana wa kiume wapo. Ila wanaostahili kuwa wanaume wa watu ni chache. Kwa sababu kuna mambo ya ajabu yamezaliwa ambayo wazazi, serikali, kanisa tumenyamaza kimya. Mimi na wenzangu tumesema siku hii tutafanya siku ya vijana ya wazi pale uwanjani, tuhubiri dunia isikie, ili siku ya mwisho tusije tukawa tunalaumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tamasha ile siku ya vijana inaendana na tamasha la uimbaji. Kwaya nimeandika message nyingi sana. Kiongozi wa kwaya mmepata message sana? Amen. Mmepata? Tuna tamasha la uchangiaji. Kwa hiyo fedha iliyosema mwinjilisti, tutakuwa tuna uimbaji, tutakuwa tuna wageni mbalimbali nimewaalika, tutakuwa tuna kwaya itatoka pale Nyamuhanga ya vijana kama 23 wanafika tarehe 4 wataungana na sisi. Kwa hiyo tunapoandaa chakula tunaandaa pia watakuwepo vijana wote watakuja pia kuungana na sisi kwenye uchangiaji, na nimeomba kila mshiriki basi ujipange kuchangia. Bwana Yesu asifiwe. Umepata barua au hujapata nini? Barua. Niwaombe karibuni sana, tunatafuta hiyo milioni 10. Jambo lingine, niombe kukutana na viongozi wote hapa, wote. Kuanzia wakwaya, yaani wewe kama unaitwa kiongozi, hata wenzako huyu katika mtaa basi utabaki mwisho. Maimani, naomba tubaki wote. Wapendwa, tumeingia kipindi cha mavuno. Na leo umesema ni siku ya kwanza tunaanza kutoa mavuno. Hitimisho ni tarehe 8, hitimisho la kwanza tarehe 8 mwezi wa 8 kwa ibada maalum ambayo itaambatana na uingizaji viongozi kazini. Na hao viongozi wote tuseme mtakuwa mna t-shirt maalum, ibada ya maandamano yenye ushirika mtakatifu na kuombea mavuno awamu ya kwanza. Utaratibu katibu na kamati wameweka, ninaomba tuendelee kufuata. Mwisho ni sema ile aliyosema hapa mzee wa kanisa alikuwa anasoma matangazo kwamba tunatakiwa kuja kufanya changizo siku moja hapa linalohusu maendeleo ya mtaa huu, na ninaomba mwinjilisti na viongozi wa baraza leo tunapomaliza hapa tuwe tumepanga tuone ni lini. Mshirika wetu tuna mambo mengi, kwa hiyo sehemu za kufanya mambo unachomeka chomeka, kuna mambo mengi. Kwa hiyo tukisema tusubiri wakati ambao utakuwa na nafasi, na kama hivi tumeanza semina ya CCD inaisha wiki ijayo tarehe 28, lakini usharika wenyewe tarehe 12 mwezi wa 7 tunaanza semina hapa ambaye anakuja mchungaji Laisa. Hiyo ndio tangazo hili jana. Mtangazo mseme amina kama mtangazo. Hamna niambia. Anaanza hapo lakini
lakini semina hii maalum utunzaji wa kichungaji. Semina itakuwa inafanyika jioni saa 9 kama kawaida, lakini kuanzia Jumatatu ya tarehe 13 atakuwa ofisini mchungaji kukutana na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kuwahudumia watu kichungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaongeza na wachungaji wengine. Ninaomba mwandae mazingira, lakini nilisema hapa kwamba tutakuwa tuna uinjilisti wa kiusharika katika hizo siku. Uinjilisti wa kiusharika, mchungaji alikuwa hapa anakutana na watu, tutakuwa tuna watu wanaenda huko kwa ajili ya kutafuta kondoo Bwana ambao wamekata imani zetu na tumaini letu kuweka kwa Yesu. Wakristo, mnanielewa wewe? Amen. Naomba mniangalie.